Tukaweze kuomba katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asanti kwa sababu ya wema na fadhili zako. Hakika Bwana umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tunakuinua, tunakushukuru, tukisema ni asanti. Mfalme wa ajabu, tunapoenda kuanza ibada hii, tunaomba Bwana ukawa pamoja nasi. Maana hatutaweza bila wewe Bwana, hatutaweza bila nguvu zako. Ndiposa tunakualika ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu na hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante Mfalme, tunakushukuru, tunakuinua. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Tunapoenda kuanza, kuna neno nataka tusome katika James 4:17. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Neno la Mungu limetuhimiza ya kwamba kama unajua kutenda mema na hayatendi, ujue unahesabiwa dhambi. So tuombe Mungu atusaidie, tusichoke kutenda mema, tusichoke kuja katika nyumba yake kutafuta uso wake, na tutabarikiwa. Mungu atusaidie sana kutenda mema, maana tukifika mbinguni tutalipwa. Na tukikosa kutenda mema na tunayajua, tumeambiwa ya kwamba hiyo ni dhambi katika jina la Yesu Kristo. So wakati huu nataka tuende, kila mtu aende mbele za Bwana, tushukuru Mungu, tuliinue jina lake, tuseme, tumwambie ametenda mema, maana umbali huu imegharimu mkono wake. Sio nguvu zetu, lakini ni kwa neema tu tuko hai jioni ya leo. Ni kwa neema tu tumefika katika nyumba yake. So kila mtu aende mbele za Bwana, tushukuru Mungu, tumwambie ni asanti, maana ametenda mema, na tutabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa ajabu, tunakuinua, tunakushukuru jioni ya leo. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako, Mfalme wa Israeli. Umbali huu umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Jehova, tumeona ukuu wako, tumeona uaminifu wako. Nasi hatuna budi la kuja katika nyumba yako na kukushukuru na kukuinua. Pokea sifa zetu jioni ya leo. Tunaliinua jina lako na kulitukuza jina lako jioni ya leo, tukisema ya kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe Mfalme. Hakuna mwingine wa kuinuliwa. Wewe ndio unayestahili sifa za mioyo yetu jioni ya leo. Wewe ndio unastahili utukufu wote Bwana, na ukurudie, maana ni wako katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo tunanyenyekea katika kiti chako cha enzi Jehova. Tunajua ya kwamba tumenena, tumetenda Bwana, na hata mengine tumetenda bila sisi kujua. Tunajua tumetoka katika njia zako Mfalme kwa njia moja ama nyingine. Tunanyenyekea katika kiti chako cha enzi Bwana, tukiomba utusamehe Mfalme. Bwana, chunguza mioyo yetu, chunguza mawazo yetu Mfalme. Na popote pale tumetoka katika njia zako Bwana, tunaomba ukatusamehe na ukaturejesha katika jina la Yesu Kristo. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Asante kwa sababu umejawa na rehema na neema Jehova. Tuhurumie jioni ya leo Bwana. Tusamehe dhambi zetu Mfalme wa Israeli, kwa sababu wewe ni Mungu mwema na hakuna aliye kama wewe. Tunakuinua, tunakushukuru Jehova kwa sababu ya umbali huu Bwana. Wiki mzima Bwana umekuwa pamoja nasi Bwana, isipokuwa ni wewe kwa upande wetu maadui wangetuangamiza. Lakini Bwana umekuwa mwaminifu Bwana, umetubeba, umetuepusha na mambo mengi Jehova. Umekuwa mwaminifu Bwana, umekuwa mlinzi mwema, nasi tumekuja katika nyumba yako jioni ya leo ili tukushukuru, ili tuseme ni asanti Mfalme wa Israeli. Pokea sifa zetu jioni ya leo, pokea shukurani zetu jioni ya leo Jehova, kwa sababu unastahili. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Wewe ndio uketie juu sana. Tunaliinua jina lako Bwana, tukisema ya kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Asanti Mfalme, tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asanti Mfalme. Asanti Bwana, umetenda mema, umetenda mema Mfalme. Tuna kila sababu ya kukushukuru, tuna kila sababu ya kuliinua jina lako, maana mali tumefika Bwana sio nguvu zetu, sio uwezo wetu Bwana, bali imegharimu mkono wako. Nasi tunakushukuru na kukuinua. Pokea sifa zetu Bwana,
Pokea shukurani maana ni zako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya kanisa lako Bwana. Bwana, umbali umetenda mema. Tuna kila sababu ya kukushukuru kwa sababu Bwana umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Tumeona ukitenda mema katika kanisa lako Bwana. Tumeona Bwana ukitembea pamoja nasi. Jehova, tunakushukuru. Jehova, tunakuinua. Jehova, tunasema ni asanti kwa sababu wewe ni mwema. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Umekuwa Ebeneza Bwana. Umbali huu Bwana tunasema wewe ni Ebeneza, maana umetembea pamoja nasi. Tumeona ukuu wako Bwana. Bwana, tunaomba Bwana tuendelee kutembea pamoja nasi. Bwana, endelea kutushika na mkono wako na ukatembee pamoja nasi. Asante kwa sababu Bwana umetuambia katika neno lako ya kwamba tusiogope Jehova. Tusiogope maana utatushika kwa mkono wako wa kiume na utatembea pamoja nasi. Tunaomba jioni ya leo Bwana ukatembee nasi kama kanisa. Ukatembee nasi Jehova. Hatutaki kujiongoza. Hatutaki kuongozwa na mawazo yetu. Hatutaki kuongozwa na fikira zetu Jehova. Mbali tunaomba kuongozwa na wewe. Tunaomba kuongozwa na wewe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya watumishi wako. Jioni ya leo ninawakabidhi mikononi mwako. Asante kwa sababu ya Pastor Sami na Pastor Esther. Jehova, ninawakabidhi mikononi mwako jioni ya leo. Popote pale walipo mfalme wa Israeli, ninaomba neema yako Bwana ikawa juu yao. Asante kwa sababu yao mfalme. Wamekuwa baraka katika maisha yetu. Bwana, tunakushukuru kwa sababu yao. Bwana, tunasema ni asante. Wabariki Jehova. Wainue mfalme wa Israeli. Bwana, asante kwa sababu yao. Wamekuwa wakikutendea kazi Jehova. Ninaomba Bwana na kushukuru Jehova kwa sababu ya kazi ambayo umewaaminia Bwana. Ninaomba neema yako Bwana ikawa juu yao mfalme. Wabariki wanapotoka na wanaporudi Jehova. Wabariki pamoja na watoto wao mfalme. Ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu yao mfalme. Wacha neema yako ikawatoshe. Naomba neema yako Bwana ikawa juu yao katika jina la Yesu Kristo. Wabariki Bwana, wainue mfalme. Asante Jehova. Asante Mungu wa Israeli. Hakuna Mungu aliye kama wewe Jehova. Tunakuinua, tunakuabudu. Tunasema ni asante. Tunasema unastahili Bwana. Tunakualika Bwana. Tunapoanza kuanza ibada hii Jehova, tunajua tutaweza bila wewe. Hatutaweza bila nguvu zako. Bwana, tunakualika Jehova ukawe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Tunaalika uwepo wako mahali hapa Bwana. Tunataka kusikia kutoka kwako Bwana. Ni asante maana umetuandalia neno lako Jehova. Tunaomba Bwana ukatusaidie mfalme, tukawa watu wa kushika neno lako na kuliweka katika mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Tuumbie moyo safi ya jioni ya leo. Tunaomba Bwana ukatumbie moyo safi, mioyo ya kunyenyekea na kubondeka mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Asante mfalme wa Israeli. Asante Mungu waishie milele Bwana. Tunakutukuza jioni ya leo. Tunakuinua Jehova, tukisema hakuna kama wewe. Wewe ndiye Mungu mkuu. Wewe ndiye uketie juu sana. Hakuna wa kulinganishwa na wewe Bwana. Hakuna wa kufananishwa na wewe Jehova. Mambo unayoyatenda Bwana, hakuna mwanadamu anayeweza kuyatenda. Tukumbuke jioni ya leo Bwana. Kumbuka kila mmoja wetu Jehova ambao tumekuja katika nyumba yako Bwana. Bwana, waliona shida wakumbuke Bwana. Ambao Bwana ni wagonjwa Bwana ukawaponye. Maana neno lako linasema kwa mipigo uliopigwa Kalvari watu wako wapokee uponyaji. Tunakushukuru, tunakuinua. Tunasema ni asante mfalme. Asante Jehova. Pokea sifa, pokea shukurani maana ni zako. Asante mfalme maana wewe ni mwema na hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunakuinua, tunakushukuru. Tukisema unastahili Bwana. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Amen. Kwa wakati huu nakaribisha praise and worship. Wakuje waendelee katika jina la Yesu.
Praise God. Amen. We are happy this evening to be in the presence of the Lord. Yeah, we are going to sing, we are going to praise and worship God. Just feel okay, just release yourself and give yourself away to God. Yeah. Thank you, God. You can start praying. Thank you, Jesus, for your love. Your love is greater. Your love is kind. Thank you for being with us, Lord, this afternoon. We praise your name, Lord. We honor you, God. Thank you, Jesus. Yes, yes. Ni wewe wako abudiwa, ni wewe. Ni wewe wako abudiwa, ni wewe. Ni wewe wakupewa sifa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Wenye nguvu na uweza, ni wewe. Wakupewa sifa, sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Wenye nguvu na uweza, ni wewe. Ni wewe Baba, tunakuabudu Yesu. Upewe sifa Yesu, baraka zote ni zako Baba. Thank you God for being a good friend, Lord. Thank you for being a good God, Lord, for us. Ni wewe wakupewa sifa, ni wewe.
unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, tumchezee Mungu. Nifanye hivi. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudu mbele zako na inama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu, imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu, Baba yangu, Baba, mimi ninakuabudu, upewe sifa Yesu, heshima zote ni zako Baba, mimi ninakuabudu, mbele zako nainama, mimi ninakuabudu, mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Bwana, kufanana nawe, anaweza yote, anaweza, hakuna wa kufanana naye, anaweza
Hallelujah. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaendelea vizuri. Asante sana praise and worship, mbarikiwe. Kwa wakati huu nataka kumwalika mnenaji wa neno aje ili atupe neno la Mungu. Karibu ndugu. Check. Amen. Wacha nichukue fursa ni wasalimu nyinyi wote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. To our online followers, I take this opportunity to welcome you in our today's service. Maybe it is your first time to join us. This is the Regius Pentecostal Church. Na tunawakaribisha sana kwa ibada ya siku ya leo, and I believe that we shall be blessed. Thank you so much, our praise and worship, for leading us through worship session and also praise session. May God bless you so much in Jesus' name. Siku ya leo nashukuru Mungu kwa maana ametupatanisha hapa, kule kwa mitandao na pia mahali hapa, ili tukazidi na kujengeka kupitia neno lake. Kwa hivyo feel in the right place. Amen. I'll give a word for the day. Then I believe that we shall be blessed in Jesus' name. Majina ni Pastor Joseph Katutu, na nimeokoka na Yesu ni Bwana. I want to pray. Lord, I thank you for the love that you have shown upon us. We stand and say that it is all about you. Umekuwa nasi wiki mzima, tumeona mkono wako mfalme. Ni wengi tulianza na wao, but for today we can stand and say that Lord, umetuwezesha sisi kuwa hai. Not just because, Lord, we are worthy before your sight, but because of your mercies upon us, O Lord. We repent on our behalf, on behalf of the church, even the country at large. We pray in the Lord that you may forgive us, O Lord. See now, Lord, it has now come to a point of listening to your word. I'm before you and before men. I'm praying that, Lord, that you may use me as a vessel before you, O God. I pray that Holy Spirit shall lead me, my Father, to deliver your word as you wish, O God. Thank you because you are going to use me. In Jesus' name, I pray. And the church say, Amen. What I can start by, I can begin by saying that everything can lose taste. I don't know whether somebody can interpret for me. Our interpreter is not around. Everything can lose taste, but it's well. If you can't do so, it's well. I'll nitachanganya. As I read this, give me Isaiah 40 and verse 8. Everything can lose taste. Everything can sound tasteless, but the word of God, as the Bible says, it will never lose its taste. The word of God will never lose its power. The word of God will never become powerless. Give me Isaiah 40 and verse 8 as I begin. Everything might sound unwell. The marriage, everything. Isaiah chapter 40 and verse 8. 40.
Kuna hali na ambazo zinaweza tufanya tukani kama maisha imepoteza dhamana. But the word of God stands forever. The word of God will never lose its taste. The word of God will never lose its power. Let us read together. The Bible says, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God stands what? Stands forever. Give me the same in 1 Peter 1:25. First Peter chapter 1 in verse 25. Amen. But give me 24. Let us begin from verse 24. The Bible says, for all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. 25. The Bible says, but the word of the Lord stands forever. Bwana asifiwe. The word of God stands what? Forever. The word of God will never lose its taste. There are some situations, if I begin the message of today, there are some situations that when they come in our lives, they tend to challenge our faith. They also tend to challenge our trust in God. They also tend to challenge our character. They also tend to challenge our hope in Christ. That is why today I wish to bring us the message of the day, the power to overcome temptations. Tell somebody the power to overcome temptations. Nguvu ya kushinda majaribu. If there is anybody that told you that being saved, being the follower of Christ, akakwambia kwamba that you will never be tempted, you will never go through challenges, that somebody lied to you. Bwana asifiwe. For somebody who is a believer in this journey of salvation, it is full of ups and downs. It is full of challenges. Hallelujah. Being spirit-filled does not guarantee you an opportunity of not going through temptations. Hallelujah. But this evening, I want to speak to somebody that out of every temptation, God will arise a giant of hope, the giant of faith. Hallelujah. The giants are lifted through challenges. Hallelujah. I say, you will pass through challenges, you will pass through temptations, but through this, God is building a better person. God is building a greater man out of you. Hallelujah. It is my prayer that when these challenges come in your life, you will never depart from the will of God. You will never depart from the purpose of God. There are things that come in our lives, they tend to challenge our purpose in God. Mambo ikikuja, tempting situations, inakaa ni kama imani yetu inatikisishwa. But it is my prayer that this evening, that you shall win every temptation. You shall not be defeated. You shall stand firm. Hallelujah. Utaweza kusimama katika jina la Yesu Kristo. These life challenging situations, they tend to shake our faith in God. But I've come to declare to you that these challenges will come upon your life, but you shall stand forever. You shall stand firm in Jesus' name. Hautashindwa nguvu na kila challenger. Hautashindwa nguvu na chochote. Hautashindwa nguvu na kila temptation, but you shall stand firm. Hallelujah. Utasimama dhabiti katika jina la Yesu Kristo. Mungu amekupea nguvu na utashinda kila hali. Hallelujah. The Bible says that the one in you is greater than of the world. Amekupa nguvu ya kushinda kila hali. Give me 1 Corinthians chapter 10 and verse 13. First Corinthians chapter 10 and verse 13. Okay, the Bible says that no temptation as says to you except what is common to man. And God is faithful, and He will not let you be tempted beyond what you can bear.
But when you are tempted, he will also provide a way out of that. You can stand up under it. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu hawezi kubadilisha tujaribiwe zaidi na ambavyo tunaweza. Ndipo siku ya leo ningependa pale tuende tuone mfano mmoja wa Yesu Kristo. God allowed Jesus to go through temptation. Tuone vile na ambavyo majaribu ikikuja tunaweza tokea aje. Kwa sababu tumesema ya kwamba katika kila jaribu Mungu yuko pamoja nawe. Katika kila hali God will never leave you. Hallelujah. Give me Matthew chapter 4. Mathayo pale chapter 4 verse 1 to 11. I might not be able to quote all the verse, but tutasikia kile Mungu ameniandaa ninene kwa siku ya leo. The Bible says that then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by devil. Give me the same verse in Luke chapter 4 and verse 1. Luke 4. The Bible says, Jesus, let us read together. Jesus, full of what? Returned from the Jordan and was led by the Spirit in the what? In the desert. So what does that mean? Being Spirit-filled, being led by Spirit, serving in choir, serving in praise and worship, does not guarantee you an opportunity of not being tempted. Hallelujah. Hiyo haijakupea ruhusa ya kuwa ati hutajaribiwa. Kuwa umeokoka haijakupea ruhusa ya kana kwamba hutajaribiwa. Hallelujah. You shall overcome. If Christ overcame, you will also overcome. That's what somebody's aliimba wimbo akasema, I am an overcomer because he overcame. The victory is guaranteed. I am an overcomer. Hey. Let me hear you. I am an overcomer because he overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. Kwa hivyo kwa kila challenge, I've come to speak to somebody that you shall overcome in Jesus' name. Hallelujah. The Bible says, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter, who was the devil, came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Verse 4. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Verse 5. The Bible says, then the devil took him to the holy city and made him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up into their arms, so that you will not strike your foot against a stone. Verse 7. Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. And again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you. He said, if you bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord. Let us read together. Worship the Lord your God and serve him what? Give me the last verse. Then the devil left him and angels came and attended him. Hallelujah. That's why I've said that out of every temptation, Baba anaenda kukupea mlango wa kutokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Baba anaenda kukupea mlango ama kukuonyesha njia za kutokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
according to verse 2, we see that Jesus alikuwa amechoka, he was weak, not alikuwa amechoka, he was weak in the flesh, but kiroho alikuwa na nguvu. Shetani kuna kitu hakuelewa, hakuwa anajua kwa kwamba Yesu ako na nguvu zingine. Amen. He did not understand that. And he took that as an opportunity. So devil tries to find an opportunity and he uses it when you are vulnerable. Hiyo wakati unasikia ni kama una nguvu za kuomba, anatumia kama chance. Akaona Yesu ako na njaa. Mwana wa Mungu umekaa 40 days praying. Akachukua kama an opportunity. Jesus was physically weak and angry, but spiritually strong. If you are heavy spiritually, or you are strong spiritually, you will be able to overcome every temptation. Kama uko na nguvu za kiroho. Na Yesu akakaa siku 40 akiomba, akapokea nguvu. Ina maana gani? Through prayer, through fasting, kuna nguvu na ambazo tunapata, nguvu za kiroho. Amen. When you are healthy spiritually, you shall conquer every tempting situation. Devil used this as an opportunity to tempt Jesus. Devil used an opportunities when you are vulnerable to fulfill his desires. Lakini kuna nguvu za kiroho tunapata kupitia kuomba. Amen. Verse 4. Akasema kwamba we shall not live by bread alone. That is he quoted from Deuteronomy chapter 8 and verse 3. Give us that verse. Deuteronomy 8 verse 3. Deuteronomy. You have Deuteronomy chapter 8 and verse 3. What does the word say? Am I ipatikani? I use. Oh, we wait. All right. The Bible says, he humbled you, causing you to anger, then feeding you with manna, which neither you know, nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on what? Let us read together. But on what? Every word that comes from the mouth of God. The devil now, we see verse 5. Let's see verse 5 of Matthew. Then the devil took him to the holy city and made him stand on the highest point of the table. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against stone. One thing that I know is that the devil, if devil wants to fulfill his desire, atatumia uongo wote ili akuwin. Remember the case of Adam and Eve in the Garden of Eden. Give me in Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 and around verse 4. The devil comes to dilute what you know. Bwana asifiwe. The devil comes to dilute what you have. Give me verse 3. Let us begin from verse 3. The Bible says, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not surely die. The serpent said to the woman. Let us go now from Genesis chapter, I think it's chapter 2. Chapter 2 verse 16 and 17. I've said that the devil will never come in your life in a good language. He has to destroy what you have, what you know about God. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat it, you will surely die. Okay, sawa. So devil comes to dilute what you know about God. Anakiondoa. He
twists, ana twist ile uongo yake inakaa ni kama ni ukweli. Na kweli alisema mkikula mtakufa. It's like he lied. So the devil will never come in your life with a good agenda, but to destroy you. Amen. Atakuja maishani mwako akuondoe mbali na uwepo wa Mungu, ukae mbali naye, akufanyishe chombo chake. What do I say from what you have learned today? How can we overcome? One way that we see that Jesus overcame, it is through the word. He knew the word. Alijua neno. Hallelujah. Alijua neno. Because of time, sijamaliza pale chini. Pale chini akaongelea about the kingdom, about the worship. Akamwambia that all this shall be yours when you serve me. But Jesus akamwambia it is written, serve no other God other than him. Nowadays, kuna mambo imekuja, very tempting things, situations. Tunaondolewa mbali na uwepo. Adam realized later, wako uchi, hawana manguo. Haya, kumbe kile, and it comes later. Haya, kumbe nilikuwa nafanya istahili. That comes later. But I pray for you that out of every situation, every tempting situation, that you shall come out powerful. You shall not be tempted. There are these three guys. Their faith was under a test. Shadrach, Meshach, and Abednego. But they stood firm. They fought for their faith. Wakasema tutaabudu miungu ya Nebukadneza. And when they stood firm, Mungu akaonekana katika mioto. Katika hiyo tanuru, Mungu akaonekana. Today we need such Christians today. People can stand and say, kuwe nini ama nini, we shall not serve other God. Tumesimamia Mungu wetu, ndiye tutamtumikia. What are some areas of what? Of being tempted. One area is flesh or body, demands of the flesh. The devil understood, according to verse 4, understood that Jesus alikuwa na njaa. Other area is wealth or maybe material possessions. Ndio maana siku hizi watu hawataki kufanya kazi, wanatafuta shortcut. Wengine wameangukia kuabudu mapepo. Wanatafuta shortcut. They don't follow what the word say. Kama ufanye kazi usikule. Now hawataki kusweat. They don't sweat. Just laziness. Na kuambiwa kisikia mnakuambia ati fanya hivi shortcut ya kupata pesa. Within 5 minutes. Kuna mtu atakupigia simu, akutumia 10,000. Ukitoka wapi? You have to work. Be sensitive when you meet these people. They are all over lying. Waambia ati in less than an hour somebody atakupigia simu akupe. That is a way of encouraging laziness. Laziness. And you are trying to avoid that in the church. Mtu anakuambia ati in less than 1 hour kuna mtu atakutumia 10,000. Sikitoka wapi? The word says asiyefanya kazi na asikule. So wealth or material possessions is one area of being tempted. Another area is kingdom or worship. There are how Jesus overcame. You overcame through the word. How can you overcome temptation? It is through the word. Colossians 3:16. You will go and read for yourself. The Bible says, tukue wingi wa neno la Mungu. Let us be rich in the word of God in Jesus' name. Number 2, say no to devil. Do not tolerate devil. The Bible says, according to verse 10, let me read it. As I finish, then we pray. Verse 10 of Matthew. Maybe read this mine. The Bible says that, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him. Let us read together. Do you have your Bible? IT department, Matthew 4:10. Let us read together, church. 1, 2, 3. For it is what? It is written. So Jesus won by saying it is written. He knew the word. So tukua neno la Mungu tunaweza kushinda kila ila zote. The last and not the least, trust in God fully, and He will show you the way out sort of every temptation. Ngependa tuombe, then we pray na Mungu awabariki.
Praise and worship. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. Sitapiga magoti yangu ni sujudu. Nitakusanya sadaka uziwe manukato. Oh, kwa Yesu wastahili sifa. Sitaabudu sitapiga magoti yangu ni sujudu. Oh, nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato. Yeah. Inua tu sauti. Yeah. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka zipokee. Oh, mtakatifu, oh, mtakatifu. Oh, yes. Wewe mtakatifu. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Oh, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Ni wewe Bwana, ni wewe. Oh, Ni wewe Bwana. oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Ni wewe Bwana, ni wewe. Oh, Ni wewe Bwana. oh, ni wewe tunakuabudu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Ni wewe. Inua tu mikono, mwambie ni wewe Bwana, ni wewe. Bwana. Ni wewe Bwana. Hatuna mwingine, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Oh, ni wewe wa kupewa sifa, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe. Yesu wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Lord, we thank you for your word. You have spoken to us, O Lord. We give you praise and worship, my Father, Lord. You deserve all that glory. You deserve all the honor. We are praying, the Lord, that you may help us, the Lord, that out of every temptation, the Lord, that we shall overcome. In the name of Jesus Christ, O God, we stand to declare, the Lord, that we shall not be defeated. Katika jina la Yesu Kristo. My Father, through your power, we shall win every schemes of the enemy upon our lives, upon this church, our Lord, upon our country, my Father, katika biashara zetu. We are praying, the Lord, that you are going to show us the way out, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. We give you praise, and Lord, we honor your name. I want to pray with somebody. You are there. Maybe you have not given your life to Christ. I want to pray with you. Maybe you are there online. Maybe na hujakabidhi maisha yako. I want to pray with you.
Tomorrow might sound late. Make the decision now. Father, I pray for your people. Kwa jina la Yesu. I want to, as you follow us all online, just pray with me. Sema Bwana Yesu, ni asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Ni asante kwa wokovu wako. Asante kwa wokovu. Ni asante kwa upendo wako. Ni asante kwa upendo. Tumejua kana kwamba wewe ni Mungu. Tunajua kana kwamba Tumetubu mfalme Baba. mfalme wewe. Baba, tutakase na utusafishe. Baba, tutakase na Futa majina yetu futa mazina yetu katika kitabu cha mauti. katika Na andika jina langu katika jina lako katika kitabu cha uzima. katika kitabu cha Kutoka siku ya leo kutoka siku ninamkana shetani ninamkana na kazi zake zote kazi zake zote katika jina la Yesu. katika jina la Kutoka siku ya leo, kutoka siku Roho wa Bwana kualika, wewe na tembea nami, tembea na ingia ndani yangu, ingilia fanya kazi ndani yangu, na kualika uchukue usukani katika maisha yangu katika jina la Yesu. Ni asante kwa kuniokoa. Kutoka siku ya leo kutoka siku nimeokoka kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Father, thank you for everybody that has prayed that prayer. Maybe ni siku ya kwanza mfalme kuomba hayo maombi, na mkabidhi kwako, that Lord may follow this word upon their hearts. Oh Lord, we thank you because Lord we know ya kwamba ni Mungu na ambaye unaokoa. Au jaacha kutafuta watu wako hadi siku ya leo. Falme Baba, tunajua kana kwamba unawatafuta watu wako Baba, tuonekanie kwa maana kuna kama uzidi na kufuatilia neno lako ndani ya mioyo yetu Falme. Jioni ya leo nakabidhi watu wako mbele zako Mfalme Baba. Wengine wako na mahitaji tofauti ya kifamilia, mahitaji katika ndoa, mahitaji kule kwa biashara, mahitaji labda kule masomoni. I pray for them that God, you are going to meet everybody at the point of need katika jina la Yesu Kristo. Wale wagonjwa, Mfalme mkuu na mtakatifu, nimetamka ponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tuonekanie. Nimetamka baraka kwa watumishi wetu, kwa viongozi wetu. Baba, nimetamka nguvu zako zikazina kuandama kwa jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. And the church say amen. Let's appreciate God. Let's appreciate God in a better way. In Jesus name. So praise and worship. Naweza kaa kidogo. Naweza kaa kidogo. Kama uko na sadaka, you can bring it here, or maybe the ones that are following us online, you can give us the till number. Wenye wanatufuata kule mitandaoni, you can send your offering via that number. Na Mungu akubariki sana. Hii kazi ya Mungu pasipo pesa, labda sample hizi enda mbele. Through your whatever thing that you sent, we thank God for it. And I pray the Lord that He may bless in Jesus' name. Amen. Amen. So you can ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe, ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe, hatuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehovah. Father, thank you for the offerings, my Father. Lord, I pray, bariki watu wako. Umesema kana kwamba Mungu utabariki kazi ya mikono yetu, na kwa hiyo tunaambia imetoa sadaka yake Mfalme kwa kazi yako Baba, na mkabidhi kwako Mfalme, onekana kwa kila mmoja, kwa maana hakuna kama wewe. Asante Mtakatifu, kwa maana unazidi kwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. 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 Asanteni sana. Mungu abariki sana, nazidi kwa pamoja nanyi.